Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidu majidun. Allahumma bariki Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidu majidun. Amma ba'd. Good night, all of Muslims and the non-Muslims in the nations and the world in general. Habari za usiku Waislamu kwa Wakristu hata wapagani, kwa sababu kuna dini tatu kuu: Wakristu, Waislamu na wapagani ambao wana dini. This talk I'm going to conclude the session, the topic and the lesson on a magic power without using more than 5 minutes in God's power. This session is going to be provided that kwa session ya leo it will be based on mechanisms, techniques to prevent, to defeat all of magicians and any kind of jinns in this world by believing in Allah's power. So I will highlight five techniques. Taelezea njia kungapi? 5 according to Quran, kutokana na mafundisho ya Mtume. Njia ya kwanza, first of all, believe in Allah. Believe in Allah. By believing in Allah, you will be away from any kind of fear. And if the fear has been prevented, na kama uoga umepotea, abadan, aslan, magician watakuogopa tu, utashinda. Believing in Allah. Second method, njia ya pili, recite Ayatul Kursi. Make sure that before you sleep, anything else, make sure that you use Ayatul Kursi, recitation of Quran. Ayatul Kursi ni sura ya 200, aya 250 kitu kwenye Suratul Baqara, sura ya pili. Inasema Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yutunna bi shay'in illa bima sha'a wasi'a kursiyyu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Kwa kirecite hiyo aya itakulinda kwa kumtegemea Mungu. Lakini hapo kwenye recitation ya Qur'an, njia ya tatu, recite sura 2 za mwisho ambazo ni sura 114 na sura 113. 113 kwenye Qur'an ni suratul Falaq, ambayo nasema kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq na kuendelea. Na sura ya 114 ni suratul Nas, kul a'udhu birabbin nas. Sema najilinda kwa binadamu. Kwa nini najilinda kwa binadamu? Unajilinda binadamu. Kul a'udhu birabbin nas. Kul a'udhu birabbin nas. Najilinda na binadamu. Kwa nini najilinda binadamu? Kwa sababu binadamu wengi ni wabaya, magician, wachawi. Alafu najilinda kwa imani kweli kweli. Hiyo ni njia ya tatu, recite Quran. Njia ya kwanza tumesoma believe in Allah ya kwanza. Ya pili Ayatul Kursi. Ya tatu uhifadhi sura 2, Falaq na Nas. Lakini hapo unaweza kuongezea matatu, tunasoma matatu. Na hapo ya mwisho unaweza kuweka Ikhlas, kul huwallahu ahad before hujalala. Hiyo ni njia ngapi? Ya tatu. Na njia ya 4 ni kukaa muda wowote na udhu. Udhu ni silaha kwa muumini, kwa Waislamu. Uchawi wowote hauwezi kukugusa in God's power. In God's power. Ukiwa na usu, na mimi maisha yangu nilale 3 na udhu, nikiamka tu nikitaka tosha tu natia udhu.
silaha kwa muumini kweli na kurecite hizo Qur'an. Na ya tano ni kusoma Suratul Baqara, sura ya pili kati ya sura 114 kwenye masahaf, kwenye Qur'an tukufu. Bakara hiyo ndio inaelezea mbinu zote, hata uchao upo hapo unaelezewa hivyo hivyo, kuna recite na aya zaidi ya 200 na kitu huko, na ndio sura ndefu kwenye Qur'an. Na hizo njia ukiwa hivyo ukaogopa fia, abadan aslan, hakuna mchawi atakayekuloga, atakayekucheza, unakuwa imara. Sema mimi kipindi nimepitia mtihani, imani ilikuwa haijakaa sawa. Kwa hiyo nimekaa kwa kweli nafikiria nitumie mbinu gani vipi kumdhibiti adui ambaye najua mnamjua, ambaye nitamkia live maneno kwamba angekuwa na uwezo angeniua, akanifikia, akanizika, watu wasinione duniani. Nikamwambia brother, yaliyoongea ataishi. Yeye nilifuatisha narudia. Kipi hapo nyuma ashaka kuniambia pia huyo jamaa, Hamim, ili ujilinde na dunia hii, eza uwe mshirikina au uwe na dini sana. Kwa hiyo akamechagua njia ya ushirikina. Na siku zote the God is power, the power of Allah, nguvu ya Mungu is always the healer. You will suffer a lot, but at the end you will enjoy the fruits. Njia ya Mungu siku zote ni ngumu kuifikia, lakini ukifikia ndugu yangu, you will enjoy life in this world. Utapenda maisha sana duniani, utakuwa na ulinzi imara. Achaneni na maswala ya hilizi, achaneni na maswala ya uganga, ushirikina. Acha hivyo, ukifa hivyo unaingia moto wa jehanamu, dhambi hiyo haisamehewi. Wafanya biashara, acha ushirikina, believe in Allah, amini uwezo wa Mungu, you will be the healer in this world and in Jannah. Barakallahu fik, Mungu abariki sana. Amin. Have good night, muwe na usiku mwema. Amin.